Mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana. Usisahau kubonyeza kitufe kimeandikwa like na kitufe kimeandikwa subscribe ili kuweza kuona video zetu nyingine zikiwa zinatoka. Jinsi jamii inavyowathamini walopokaji na kuacha watu wenye akili. Kuna msemo wao unasema, maisha hayapo sawa. Na ni kweli. Ukiangalia, nitakupa mifano kama 5 hivi. Nitakupa mifano kadhaa. Kwanza kabisa, tukianza maofisini. Maofisini unaenda, unakuta kuna watu wenye akili wanafanya vitu vingi sana vinasaidia kampuni. Yaani unakuta 20% ya watu, wao ndio wanafanya kazi za watu wote. Alafu 80% wao wapo tu wanasindikiza. Wanasemaga Waswahili, kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao ndio wana akili, ndio wanaendesha kampuni, lakini hawapewi vyeo. Wanaendelea kuwepo pale pale chini na wanafanya kazi nyingi sana. Lakini walopokaji, watu ambao wanaongea kwa nguvu, watu wanaongea sana, wao ndio unakuta wanapewa vyeo, wanapewa na zawadi zote na wanapandishwa mishahara. Kwa hiyo makazini ukiangalia watu wengi ambao wamepata vyeo ni wale ambao sio wanaofanya kazi, ila ni wale ambao wanaongea sana. Ambao mkikaa kwenye chumba hivi au kwenye mkutano, wao ndo wanaongea kwa nguvu kuliko watu wote. Unakuta hao ndo wanapewa vyeo, hao ndo wanaonekana wanajua. Huo kwenye sehemu ya makazini. Labda niongezee hapo kwenye makazini. Mfano, mimi nilishawahi kufanya kazi sehemu. Nikaona kuna mkuu wa idara wanamsifia sana. Lakini mimi kila nikiangalia, mbona naona kama huyu hafanyi kazi vizuri, anaongea tu sana. Mbona kila mtu anamsifia? Mpaka meneja mkuu naye, nikaona huyu meneja mkuu mbona, nikaona basi ngoja nikae kimya, labda mimi ndo sielewi. Ila yule meneja mkuu akaondoka, akaja meneja mkuu mwingine. Cha kwanza alichokifanya yule meneja mkuu mpya, alivyokaa miezi mitatu, alivyochunguza hivi, akamtoa yule mkuu wa idara. Nikasema kumbe nilikuwa sio mimi tu, na yeye aliona kwamba huyu anaongea. Lakini ukiangalia kwenye utendaji wa kazi, idara ilikuwa iende vizuri. Na mimi nikawa najiuliza kwa nini kila mtu anamsifia? Kwa nini kwanza hata alipewa hiki cheo? Akati pale chini kuona watu kama 5 hivi ambao wangeweza kupata kwa cheo. Ila kwa nini kapewa yeye? Kumbe ni kwa sababu ni muongeaji sana, basi wakaona huyu ndo anafaa kumpa. Na idara ikawa ifanye vizuri, lakini kwa sababu anajitetea anaongea sana, wakawa wanakaa tu kimya, wanaona basi ngoja tuende naye tu. Ila alipokuja manager mpya, alipokuja mkurugenzi mpya, akaona hapa hamna. Akamtoa, akamweka mkuu wa idara mwingine. Na mkuu wa idara mwingine alipokuja, kweli mambo yakaanza kuonekana vizuri. Na wale watu wote walikuwa wanamsifia yule nyuma, wakaanza kuona kweli yule alikuwa anaongea tu. Huyu ndo anafanya kazi kuliko yule. Basi nikaona kumbe sio mimi peke yangu ndo nimeona hilo swala. Ukija kwenye siasa, unakuta wanasiasa wengi ni wale watu ambao wanalopoka, hata kama hawajui wanachosema. Imradi tu wanapiga makelele, wanaongea kwa nguvu, wanaongea sana, basi utakuta hao ndo wanapata vyeo, utakuta hao ndo wanachaguliwa kwa sababu tu wanaongea sana. Lakini sio kwa sababu ya utendaji wa kazi. Kitu ambacho kipo sehemu nyingi sana. Wanasiasa wengi ukiangalia duniani, kwa sababu wanaongea sana, basi unakuta ndo wanachaguliwa. Sio kwa sababu wanatenda sana. Mfano mwingine, ukiangalia kwenye mitandao saizi, hata ukiangalia Tanzania kwenye mitandao, unakuta wale watu ambao wanaongea mambo ya kipuuzi, wanaongea mambo ya umbea, wanaongea vitu ambavyo havieleweki kwa sababu tu wanaongea kwa nguvu na wanaongea sana, ndo wanapata watu wengi wanawafuatilia, hao ndo wanapata hela, hao ndo wanapata makampuni yanawachukua kama mabalozi na kila kitu. Kwa hiyo unakuta wao ndo asilimia kubwa ya kila kitu kwenye mitandao, wao ndo wanapata. Hadi serikali zinawaita wao kwa ajili ya kwenda kwenye kampeni. Ila unakuta watu ambao wanaweka maudhui mazuri kwa mfano ya kufundisha, ya kuelimisha jamii, hamna mtu anawafuata. Wapo hata hawajulikani, hawapati chochote kile. Kwa mfano mimi, hii imenikuta sana. Mimi nafundisha kwenye mitandao, nafundisha vitu vingi sana, lakini ila kuna watu wengine wanaongea tu mambo ya umbea, sio nani amefanya nini, nani anatembea na nani, nani ana mahusiano na nani, nani ameachana na nani. Wao ndio unakuta watu wanapenda. Watu wanapenda sana mambo ya ajabu ajabu na watu waongeaji sana, lakini hawapendi watu ambao wana akili. Kwa watu wenye akili huwa ni changamoto sana. Yaani hata darasani unakuta watu wenye akili amemaliza, lakini anaenda kwenye mahojiano ya kazi, kuna mtu mwingine yeye hana akili hivi, anaongea tu kwa nguvu, anachukuliwa, ila mtu mwenye akili anawekwa pembeni. Lakini kitokea kitu ambacho kinahitajika mtu kufanya kwa kutumia akili, ndo anaitwa afanye, akitoka hapo anawekwa pembeni, faida nyingine zote anaanza kupewa yule mtu ambaye analopoka sana. Na hii imewakuta watu wengi sana ambao
wana akili lakini hawawezi kuongea sana. Mimi wakati nilikuwaga mpole sana. Lakini nikaja nikagundua, ukiwa mpole sana, yaani ni ngumu sana kutoboa. Kwa hiyo na mimi nikaanza kujizoesha kuwa naongea. Hasa ofisini. Ofisini unatakiwa ufanye kazi nzuri, lakini pia uitangaze kazi yako watu waijue. Yaani unasema ofisini kuna siasa za ofisi. Kwa sababu unaweza kufanya kazi nzuri, bosi wako akaichukua kwa sababu yeye anaongea sana, hajui kitu. Kwa hiyo unafanya kazi zote, yeye anaenda kusema kule kwamba amefanya kazi yeye, hakutaji wala kushukuru. Anaenda anapewa cheo yeye au anapewa zawadi yeye, lakini wewe huku unaachwa. Lakini wewe ndio una akili. Wewe ndio umefanya kila kitu. Yeye tu kwa sababu ni bosi na alipewa cheo cha bosi kwa sababu anaongea sana. Basi yeye ndio ameenda ameongea huko, ameonekana kwamba yeye ndio yupo vizuri na nini. Kwa hiyo hii mimi imenitokea sana binafsi. Na huwa nasikitika sana. Najaribu sana kuangalia watu ambao wana akili ili tuwape nafasi. Tusifuate tu watu ambao kwa sababu wanaongea sana, basi tuone hawa ndo wa maana kwenye jamii. Lakini sitaki kuwasema sana watu wanaongea sana, kwa sababu iko nacho ni kipaji. Waswahili wanasema mtungi ambao una maji huwa haulii sana, ila mtungi ambao upo tupu unalia sana. Maana yake nini? Kwamba kwenye mtungi ule, kwenye maji ukipiga hivi, pa unasikia sauti ndogo. Ila ukipiga mtungi ambapo hauna maji, unasikia sauti kubwa. Kwamba ambaye anaongea sana hana kitu, ambaye haongei ndo ana kitu. Ila naomba niwatetee kidogo watu wanaongea sana. Wakati mwingine kama unahitaji vitu kama kampeni, unahitaji vitu kwenye mitandao kuuza bidhaa zako kama mabalozi, inabidi watumie watu kwa sababu anaweza kafika pale mbele. Kwa mfano labda unagombea ubunge, ukamchukua mtu ambaye anaongea sana na watu walikuwa hawakutaki, lakini mtu akakaa pale akaongea, yani wakati mwingine akaongea uongo, akaongea vituko, utani, watu wakacheka, mpaka watu wakaenda kukupigia kula wewe hata kama walikuwa hawakutaki. Kwa hiyo kuna faida pia ya waongeaji sana. Lakini mtu mwenye akili pale ungemsimamisha, ingekuwa ni ngumu sana kuweza kuwashawishi wale watu kupigiwe kula. Kwa hiyo waongeaji wana nafasi zao na wanaotumia akili wana nafasi zao. Nachowaza tu mimi ni kwamba kila mtu apewe nafasi yake kutokana na kipaji chake. Mtu ambaye anaongea sana, huwezi ukaenda kumpa afanye kazi ya mtu ambaye mwenye akili. Lakini mtu mwenye akili pia huwezi kumpa kazi ya kwenda kufanya mtu ambaye anaongea sana. Na kuna watu wengine wana akili na wanaongea sana, mchanganyiko wa mawili. Kwa hiyo tusiwakandamize watu wenye akili, lakini pia tusiwaonee sana watu wanaoongea sana kwa kuwasema kwamba bwana unaongea lakini hamna kitu. Tuhakikishe tu kwenye upande wao tunapohitaji mtu anayeongea sana, basi tuwachukue watu wanaongea sana. Sana kwa ajili ya kwenda kuwashawishi watu. Na tunapohitaji kitu cha kutumia akili sana, cha kana cha kufikiria sana, basi tumchukue mtu mwenye akili. Lakini wote tuwathamini, tuwape zawadi zao. Tuambie bwana wewe kwa upande wako umefanya vizuri na wewe kwa upande wako umefanya vizuri. Tusimwangalie tu mlopokaji na mwongeaji kwa nguvu tukamwacha mtu mwenye akili. Hebu jaribu kwenda kwenye mitandao ya kijamii leo. Mitandao yote. Angalia watu ambao wanafuatwa na watu wengi sana. Watu ambao wanaingiza pesa nyingi kwenye mitandao. Ni watu ambao wanaweka maudhui gani? Utakuta ni maudhui ambao hayaeleweki, maudhui ambao hayatumii akili, lakini watu ambao wanaweka maudhui ambao wanatumia akili, hamna mtu mwenye muda nao. Watu wanafuata tu mambo ya kipuzi. Wanaita umbea kwenye Kiswahili cha mtaani. Watu wanafuata umbea, ndio watu wanavyopenda. Kwa hiyo nenda kaangalie afu uje uniambie chini kwenye comment. Umeona watu wa aina gani ambao ndio wanafuatiliwa sana na watu wengi? Je, watu wenye akili au watu walopokaji? Tuandikie hapo chini kwenye comment. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutakutana tena video ijayo.